Welcome kwenye channel yetu pendwa kabisa ya movie za kutafsiriwa za Kiswahili. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Baada ya matukio ya sehemu yetu ya pili, tunaendelea sasa. IP Man akiendelea kuishi mjini Hong Kong pamoja na mkewe na mtoto wake. Maisha yanaonekana kuwa ya kawaida, na akiwafundisha watu staili za mashwat za kupigana na kulea familia yake kwa amani. Lakini amani hiyo haidumu muda mrefu. Siku moja kundi la wahalifu linalofanya kazi kwa tajiri mkubwa wa uhalifu aitwaye Frankie alianza kujaribu kuteka eneo la shule ya watoto. Frankie ni mtu mwenye pesa nyingi sana, na anaamini kuwa kila kitu kinaweza kununuliwa na pesa. Pesa wewe si mchezo. Anapotaka kujenga biashara zake, sasa anataka kuchukua eneo la shule kwa nguvu. Uhalifu wake unaanza kuwatishia walimu na wazazi wa watoto. IP Man anapoona watoto wanapohatarishwa maisha, anaamua kuingilia kati. Siku moja wale wahalifu walikuja shuleni kufanya vurugu. IP Man pamoja na wazazi wakapambana nao kwa wafukuza, lakini wahalifu hakuacha. Walizidi kuleta mashambulio makubwa zaidi. Kadri story inavyoendelea, IP Man akutana nao uso kwa uso na Frankie. Frankie si mtu wa kawaida kabisa, ana nguvu sana na anajua kupigana vizuri, sio pesa tu. Hatimaye wanakutana kwenye mapigano makali sana ndani ya majengo. Ngumi zinapigwa kwa kasi sana ya mtu, meza zinavunjika na kila kimoja kinaharibika, ili kila mmoja kuthibitisha ubora wake. Baada ya mapambano makali, Frankie atambua kuwa hamwezi kumshinda IP Man kirahisi. Lakini wakati matatizo haya yanaendelea, tatizo kubwa na zaidi ya kubwa linakuja na linaingia kwenye maisha ya IP Man. Mke wake agundulika kuwa na ugonjwa wa hatari sana. Habari hii inamvunja moyo sana bwana IP. Kwa mara ya kwanza tunaona upande wa kihisia wa bwana IP Man. Anaanza kutumia muda mwingi sana pamoja na mke wake, akijua kwamba muda wao wa kuishi pamoja unaweza kuwa mfupi sana. Lakini wakati huo mpiganaji mwingine mwenye staili kama IP Man ajitokeza, na anaamini kuwa yeye ndio anastahili kupewa ubingwa wa kweli kwenye staili za Wing Chun. Anataka kudhibiti ubora huo kwa kupambana na IP Man. Anaanza kumchokoza na kumvuta kwenye migogoro mbalimbali. Hatimaye changamoto kubwa inatolewa ili kujua nani ndiye mwakilishi wa staili za Wing Chun. Lazima wapambane. Mapigano hayo yanakuwa katika scene moja kali sana katika hadithi nzima. Wote wawili ni wataalamu wa Wing Chun, lakini hakuna anayekubali kushindwa. Ngumi zinapigwa kwa kasi ya ajabu, mashambulizi yapigwa ndani kwa sekunde chache, lakini mwisho wake IP Man aonyesha uzoefu na utulivu mkubwa, akimshinda yule jamaa kwa heshima kubwa bila kiburi. Baada ya pambano huo, Seong akubali kuwa IP Man ndiye bingwa wa kweli, lakini ushindi huo hauleti furaha ya kweli. Anajua kuwa mkewe anaendelea kudhoofika. Hadithi inaendelea katika hisia kali za mapenzi katika familia kuliko mapambano. Katika moja ya sehemu zinazogusa moyo zaidi kwa IP Man, aamua kupoteza muda wake uliobaki kukaa na mkewe badala ya kutafuta sifa ya mapigano. Mwisho wa hadithi yetu, mke wake IP Man afariki dunia. Tukio hilo ni la huzuni mkubwa sana kwa IP Man, lakini kabla ya kuondoka alimwachia kumbukumbu nzuri na upendo wa kumsihi mapenzi mazuri ya IP Man. Hadithi inaisha kutuonesha kuwa nguvu ya kweli sio kushinda mapambano peke yake. Wakati mwingine nguvu ya kweli ni kusimama imara kwa ajili ya familia yako na wale unaowapenda. Karibu, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kuangalia hadithi na story kali endelevu inayoendelea mbele. Karibu. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.